Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya siku tena nyingine. Mungu ametupa tuweze kujifunza maneno ya uzima, tuweze kujifunza neno lake ambalo linatufanya imara, ambalo linatujenga, ambalo linatupa urithi pamoja na watakatifu. Kwa majina naitwa mchungaji Benjamin Simienga. Niko katika kanisa la Great Vision 2000 chini ya Askofu Dr. Charles Gadi pamoja na mchungaji kiongozi Joyce Gadi. Na ujumbe mfupi leo tena kwa ajili yako ambao ukuu au uweza wa neema ya Mungu. Ukuu na uweza wa neema ya Mungu. Waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Timotheo, ile sura ya kwanza mstari wa 12 nitaanza. Anasema, nami namshukuru Kristo Yesu Bwana wetu aliyenitia nguvu kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu akaniweka katika utumishi wake. Ingawa hapo kwanza nalikuwa mtukanaji, mwenye kuudhi watu, mwenye jeuri, lakini nalipata rehema kwa kuwa nalitenda hivyo kwa ujinga na kwa kutokuwa na imani. Na neema ya Bwana wetu ilizidi sana pamoja na imani na pendo lililo katika Kristo Yesu. Basi mpendwa mtazamaji wangu, haya ni maneno ya Mtume Paulo anaandika kwa kijana wake Timotheo. Kumbuka Mtume Paulo ni mtume wa mataifa, mtu aliyetumwa kwa ajili ya mataifa, sisi ambao tulikuwa tuna agano na Israel. Sasa anaandika kwa Timotheo kwamba hapo mwanzo anamshukuru Mungu kwa sababu Mungu alimtia nguvu na alimuona kwamba ni mwaminifu, akaona kwamba amkabidhi au ampe ule ujumbe wa siri ya ufunuo ambayo kwamba kwa kupitia kifo cha Yesu Kristo watu wote ambao wataamini wataingizwa kuwa sehemu ya mwili wa Kristo au kuokolewa na kuingizwa, kutolewa katika ufalme wa giza na kuingia katika ufalme wa nuru. Sasa anasema anamshukuru Mungu kwa sababu hapo kwanza alikuwa ana tabia zisizofaa na mambo ya ajabu. Kama unavyosema katika ule mstari kwamba wa 13, ingawa hapo kwanza alikuwa mtukanaji, mwenye kuudhi watu, mwenye jeuri, lakini alipata rehema kwa kuwa alitenda hivyo kwa ujinga. Wapo watu wengi wanafanya mambo mabaya sio kwa sababu wakati mwingine wanapenda, lakini ni kwa ujinga au kwa kutokufahamu hii neema ya Mungu. Lakini neema hii ya Mungu ambayo ni nguvu ya Mungu ya kuokoa, nguvu ya kuisha, nguvu ya kufanya upya, ikiwa ndani yao au wakaachiliwa wakafundishwa watu neema ya Mungu, itawatoa katika kila vifungo vya uharibifu, kila vifungo vya kishetani vinavyowafanya wafanye vitu vibaya. Katika ule mstari wa 15 anasema ni neno la kuaminiwa tena la stahili kukubaliwa kabisa ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Mtume Paulo anasema yeye alikuwa ni wa kwanza. Kristo alikuja aokoe wenye dhambi, wa kwanza wao ni wewe. Haijalishi unafanya kitu gani au umefanya kitu gani, watu wamekuwa wakihukumu, lakini ipo neema ya Mungu kuweza kukusaidia na kukuvusha katika hilo eneo. Amini katika hiyo neema ya Mungu, yaweza kukuvusha na kukufanya mtu mwingine kwa chombo ambacho Bwana atajitwalia utukufu. Anasema katika mstari wa 16, lakini kwa ajili hii nalipata rehema ili katika mimi wa kwanza Yesu Kristo audhihirishe uvumilivu wake wote, niwe kielelezo kwa wale watakaomwamini baadaye wapate uzima wa milele. Pendwa mtazamaji, Mtume Paulo alitolewa au alisamehewa kwa mambo mengi aliyokuwa amefanya. Kristo alimsamehe ili awe kielelezo, ili na sisi ambao hata tutaamini injili baadaye, tuamini kwamba inawezekana kuokolewa, haijalishi kwenye kitu gani ambacho shetani amekushikilia. Na ujumbe wa neno la Mungu kwamba usimkatie mtu tamaa. Haijalishi anapita katika hali gani au haijalishi ana kitu gani ambacho anakifanya kibaya, ipo neema ya Mungu. Muombe neema ya Mungu akutane na hii injili inayookoa, inayofanya upya, injili ya neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya jioni ya leo, na nakuombea leo Mungu akufanye imara. Mungu afanye utoe sauti yako, usiwahukumu watu kwa makosa yao. Wapelekee neno la uzima, waambie watu habari za upendo wa Mungu ambao umeachiliwa kwao. Nao Mungu kazi yake kwa Roho Mtakatifu atazidi kuwafanya ndani yao kuwa watu wengine. Umebarikiwa. Mwamini Yesu Kristo leo, ufanyike kiumbe kipya, ufanyike mwana wa Mungu na uweze kutembea katika wingi wa neema ya Kristo Yesu. Neema ya Mungu izidishwe sana katika maisha yako. Uwe na usiku mwema, uwe na wakati mzuri. Amen.